Messi, tuambie chakula chako kinakuwaje asubuhi, mchana na jioni? Okay. Sahani yako ikoje? Asante. Mimi sahani yangu asubuhi napenda zaidi breakfast yangu na kula kama saa 3 hivi. Napenda zaidi kula kongoro. Kwa nini? Kwa sababu ya collagen. Lakini collagen yani kongoro ina faida kubwa sana. Hasa kongoro, mimi ninapokwenda pale nawaambia kabisa nitilieni nyama yenye uroto ule na supu yangu iwe na mafuta mengi sana. Mafuta yote ambayo watu hawataki mimi nayataka. Alafu sasa nakuja mlo wangu wa mchana, na hakikisha mimi sili wali na sili ugali na situmii ngano kabisa. Na mimi chai yangu, mimi ni mchai ambayo haijatiwa sukari. Situmii sukari kabisa. Sasa chakula changu cha mchana kinakuwa mostly complex carbohydrates. Naweza nikala magimbi, naweza nakula na nyama. Kweli tuliwa misi sana. Haya. Ninatamani kukuuliza swali lingine. Yes. Sasa hivi kumekuwa na wimbi, kuna campaign, kuna mahamasisho mengi, kuna clubs nyingi, kuna vituo vingi vya afya, kuna wadau mbalimbali, influencer, wanahamasisha kuhusiana na ulaji, na wanatoa package za kupunguza kitambi, wanasema kata wese. Kuna mazoezi watu wanafanya asubuhi, wengine wanakula kachumbali tu siku asubuhi nzima anaanza na makachumbali, lakini akifanya hiyo package akitumia hiyo formula, tutumie formula, akitumia baada ya siku 3 siku 4 ameshamchosha, anaacha. Unakuta amekuwa mnene, amekuwa na kitambi, amekuwa vile alivyokuwa na viepuka. Kumekuwa na kelele nyingi sana kwamba hizi kanuni wanazopewa na wataalamu wa afya haziwasaidii, badala yake zinawaingiza kwenye matatizo zaidi. Umewahi kusikia kitu kama hicho? Ndiyo, ni kweli, na nashukuru sana kwa kuibua hii topic au hii point, kwa sababu ni changamoto sana katika jamii. Kuna kitu kinaitwa quick fix. Tumekuwa watu wa quick fix. Quick fix. Yes. Kwamba yani wewe unataka kuruka kwenye bandwagon inaitwa. Yani inakuwa ni kama ni trend. Kila mtu anataka kukimbilia kwenye trend, na hakuna kitu kama hicho. Hakuna quick fix kwenye masuala ya wellness na nutrition, unfortunately, kwa kweli. Yani inaitwa full lifestyle change. Mimi hii ni lifestyle yangu, nimejichagulia na nimeshaona inafanya kazi. Na pia kuna wadau ambao nimetembea nao katika hii safari ya nutrition, ambao wameweza kureverse insulin resistance na wakaacha kabisa kutumia dawa za sukari. So lifestyle diabetes type 2 ambayo inasababishwa na mtindo wa maisha, it is reversible. Yes, reversible kwa maana ya kwamba unaweza ukaiponya kwa kurekebisha mtindo wa maisha. Na unapoachia katikati sasa, una backslide, unarudia kule kwenye ule mfumo wa zamani, ina maana unaibua tena yale. Lakini kwamba kanuni ambazo wanapewa za kufanya zinakuwa ngumu kutekelezeka, na ndio maana watu wanarudi nyuma, wana backslide, kwa sababu utekelezaji wake unakuwa ni mgumu sana. Mtu anaambiwa huo unakula mboga asubuhi, usiku ule matunda. Kuna mtu mmoja nilikutana naye, alinichekesha sana. Akasema watu siku hizo wamekuwa kama watu wa zamani, wale walikuwa wanatembea kwa kuokota, unakula matunda. Kwa hiyo unakuta mtu njaa inamuuma sana, kwa kuanza kula matunda peke yake na makachumbali havimshibishi, anaanza kurudi kwenye sembe. Sasa mimi umefanya vizuri kuibua hilo, kwa sababu unajua tumezoesha miili yetu simple carbohydrates au sugars, mpaka kiasi cha kwamba unakuwa teja kama mateja wa uraibu wa dawa za kulevya. Food is addictive, highly addictive, na hamna chakula ambacho ni addictive Moses kama simple carbohydrates, ngano, wali, sembe. Ukitaka kugombana na Mwafrika yeyote, hasa sisi hapa, mwambie mtu kwamba hivyo vitu ni adui na ndivyo vinavyosababisha nani sukari. Na hivi vinywaji hivi vyenye sukari, yani sukari tumeharibu mpaka
taste buds zetu, mimi sijui taste buds zinaitwaje na Kiswahili, hizi za kuonja za kusababisha senses za kuonja chakula, ladha, senses zetu za ladha za kuonja ladha ya chakula zimeharibika na sukari kabisa, kiasi cha kwamba hata mtu akiumwa tuseme mafua, unamwambia tafuna tangawizi mbichi, anakwambia hawezi. Anakwambia kali sana, mimi siwezi. Sijui nini. Ameharibu taste buds zake na vyakula ambavyo vina sukari. Ndio. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana, na ndio maana unaona watu wanasema wanakataa wakisema mimi nasikia njaa. Addiction. That is food addiction. Ukizoea kula vyakula ambavyo vinalishe, you know what happens? Vinalisha cells za mwili kabisa, na ndio maana unaona huyo mtu hasikii njaa. Because he has given the body what the body needs. Anapatia mwili unachohitaji. Lakini sasa yule anayesema hiyo statement yako ya mimi nasikia njaa, mimi ngoja mimi niende nikatafute wali, bwana wewe unaniambia nini? Mimi bila kula sembe jioni mimi sishibi. Na baada ya lisali moja masaa mawili huyo mtu ameshaanza kupiga miayo tena, anasikia njaa. Why? Kwa sababu ya insulin. Alivyokula alijisikia ni kama ameshiba, insulin ikaspike juu. Haya, sasa imecrash, njaa anaanza. Na ndio maana inapelekea sasa unakuta mtu kila wakati anakuwa lazima anatia kitu mdomoni. Lakini ni hii formula imemsababisha akawa na njaa pia. Ni aina ya vyakula anavyokula. Ameambiwa ale kachumbari asubuhi. Hapana. Na nini? Sijawahi kusikia nani. Sijasikia hiyo kwa kweli. Kwa sababu na ndio maana mimi nasema tunahitaji elimu ya lishe, kwamba ni aina gani ya vyakula ambavyo ukila havileti njaa kwenye mwili wa binadamu, badala yake vinaleta rutuba, vinarutubisha mwili, vinaleta nutrients, vinaboresha zile cells za mwili. Zikishapata mwili ukipata unachohitaji unatulia. Basi nafikiri changamoto iko hapo. Na ndio maana unaona mwingine atakula milo miwili tu na yupo sawa. Mwingine anakwambia mimi hata nakula hata naamka hata usiku kupambana na sufuria huko na bado ana njaa. Why? Halishi nani cells za mwili kupambana na sufuria. Anapambana unasikia umelala usiku unasikia mtu anapambana na sufuria huko jikoni. Ni nini? Njaa. Okay. Mwili wa binadamu especially kama una zaidi ya miaka 30 na kuendelea hauhitaji zaidi ya milo miwili kwa kweli. Okay. Sawa. Mimi nimepata ambacho nimekipata kwenye somo hili, na naamini mtazamaji pia amekipata, na nina uhakika sana kutokana na maswali mengi sana hapa chini. Na moja kati ya swali ambalo naliona linakuja kwa haraka sana ni nawezaje kutumia kanuni ambayo inaleta matokeo. Kwa sababu kama hujasikia Messi au kuona, mimi nimeona pia watu wanaohangaika na kanuni za kupunguza miili, za kupunguza vitambi, za kuongeza chochote wanataka kuongeza, alafu wanakwama baada ya muda mfupi sana. Kwa inawezekana kuna changamoto ya kanuni wanazozitumia. Sasa nataka kujua kutoka kwa upande wako, watu wa namna hii, una namna ambavyo unaweza kuwasaidia ili wanapotokea kuuliza maswali basi waweze kujua kuna msaada wa kutumia kanuni haswa ambayo inaweza kumsaidia kutoka kwenye tatizo baada ya kusikia somo hili. Asante sana. Kwanza kitu ambacho mimi ningependa kufurahia ni hilo swali. Kwa sababu nilikuwa nimeacha kitu muhimu sana. Kwamba lifestyle ni chaguo la mtu. Yani lazima uwe umedhamiria kweli kweli. Kwa sababu sio quick fix kama tulivyosema kwamba unaanza ukishatimiza lile lengo sasa ndio unaachia njiani, sasa unajiachilia unaanza kula kama zamani. Inabidi wewe yani kuanzia na mindset yako ibadilike. Kwamba inaitwa unlearning and then learning. Kwamba tuachane na ile mifumo yetu ya kizamani na hayo mambo yote ambayo ulikuwa unasikia kwamba mafuta sio, nyama yenye mafuta ni mbaya nini, hivyo vitu vyote, and then you learn. How do you do that? Unatakiwa kwanza ujue, je, mwili wa binadamu unahitaji chakula gani ambacho hakisababishi
njaa ambacho kinaenda kusibisha seli za mwili. Na hicho hapo ndio tunapofili kabisa, kwa sababu quick fix haifanyi kazi. Kwa hiyo hamna formula nyingine, hamna siri nyingine, hamna kanuni nyingine, ni kwanza kukubali na kuweka kuset mindset yako kwamba kuanzia leo mimi nabadilisha mtindo wangu wa maisha. Hamna kitu kingine. Kwanza kupambana na kuangalia aina ya vyakula ambavyo unakula na ambavyo vinahitajika mwilini. Namba 2, kuangalia kwamba je, unafanya mazoezi? Mtindo wako upoje? Kama haufanyi mazoezi na kama unakula, hata ukienda gym alafu unakula hivi vyakula ambavyo tunavisema simple carbohydrates na sukari, aina yoyote ya sukari, iwe kwenye vinywaji iwe kwenye nini, yani unafanya kazi ya bure. Yes, unafanya kazi ya bure. Sawa. Huyu mtu anawezaje kupata msaada baada ya hapa? Baada ya hapa naomba mtazamaji yeyote ambaye angependa kuwasiliana nasi awasiliane nasi ili tuangalie namna ya kumsaidia kupangilia mlo wake na kuangalia changamoto gani anakutana nazo, kwa sababu tuna uwezo huo wa kutengeneza meal plans kwa mtazamaji ambaye anakabiliwa na hizi changamoto. Meal plan ni mpango wa kula, mpango wa chakula. Sawa. Messi, umetaja kuhusiana na mazoezi, labda tunaenda kumalizia na hichi kipande. Umetaja kuhusiana na mazoezi. Unafanya mazoezi aina gani? Maana nasikia kuna aina za mazoezi kulingana na hitaji lako. Unataka nini kitokee? Asante sana yani, na umeuliza swali nzuri sana, kwa sababu kuna mtazamaji labda anajiuliza, mimi nitajuaje kama nahitaji mazoezi? Mimi nitajuaje nahitaji mazoezi ya aina gani? Kwanza kuna kitu kinaitwa BMI. Unatakiwa unapima urefu wako na uzito wako. Halafu sasa hapo siku hizi uzuri wa siku hizi tuna smartphones, tuna teknolojia. Unaingia tu kwenye Google, unaangalia, unajaza hapo kwamba height yangu, ukitype tu BMI inakuletea ile chart, inakuuliza your height ni urefu na uzito wako, alafu inakuambia wewe unatakiwa kwa urefu huu, kwa uzito huu unatakiwa uwe na kilo hizi. Kwa hiyo sasa unaangalia, mimi nina kilo 80 na mimi BMI yangu inasoma kilo 60. Hapo ina maana una kilo 20 za kupunguza. Sasa hapo utakapofika pale gym sasa, yani kilo zako, BMI yako ndio inapoelekeza kwamba utafanya aina gani ya mazoezi. Kuna cardio ni pale ambapo wanakuwa na movement ya mwili. Kuna mazoezi ya kurukaruka, kuna instructor pale ambapo kwenye gym nyingi unapopita unasikia mziki. Hapo kuna cardio. Nakuwa ni ukumbi, watu na mwalimu anakuwa pale mbele, anaonyesha watu mazoezi gani ya kufanya. Hayo ni ya kupunguza haya na viungo. Alafu pia kuna mazoezi mengine yanaitwa strength training. Hayo ni ya kunyanyua vyuma, uzito. Ina maana yanatunisha msuli. Cardio ni ya kuchoma mafuta, yani inaingua mafuta kwenye mwili. Lakini sasa unapofikia kwenye BMI yako sasa, ndio sasa tunakuja kwenye strength training. Kama mimi hapa kwa mfano, mimi nimeshafikisha BMI yangu, sasa hivi mimi nafanya strength training. Ambayo ni ya kunyanyua vyuma. Yani kuna wataalamu wake huko kwenye unakutana nao kwenye gym, ndio watatoa elimu zaidi ya hiyo. Off camera uliniambia unafanya mazoezi ya kuongeza mwili pia. Nilikuwa chini ya BMI kidogo, na kama kilo 1.5, na ndani ya miezi 2 niliweza kuongeza hiyo kilo 1.5. Kwa hiyo sasa mimi sasa hivi nafanya ya kumaintain. Kwa kumbe kuna mazoezi ya kuongeza mwili. Ndio, kuna mazoezi ya kuongeza mwili, na pia kuna vyakula, kuna aina ya vyakula ambavyo unatakiwa ule wakati unaongeza mwili. Kuongeza mwili pia ni kazi. Unajua watu wengi wanafikiria kwamba watu wanaenda gym kupunguza mwili tu. Hapana. Watu wanaenda gym hadi kuongeza mwili. Hapo sasa. Yes, Kwa hiyo mimi ningependa mtazamaji aelewe kwanza BMI ni nini na namna ya kupima BMI, na pia aelewe aina gani ya mazoezi ambayo anatakiwa afanye. Messi, tunapoelekea mwishoni, kimsingi tunakushukuru sana kwa kutenga muda wako kwa ajili ya kuzungumza na sisi. Naamini kuna maswali mengi kama nilivyosema awali ambayo yatakuwa yanatoka kwa watazamaji wetu kutuelekea sisi. Ndiyo. Na Messi, tumepata baraka kuwa na wewe katika Iringa Talk Show. Ndugu mtazamaji, Messi pia ni coordinator
wa Iringa Talk Show. Asante sana Messi kwa kuwa nasi. Tunakutakia kila la heri na mafanikio mema. Amina, asante. Mpenzi mtazamaji wa Iringa Talk Show, tunafurahi sana kujumuika na wewe. Kama ambavyo nimekujulisha hapo awali, tunakuwa na mfululizo wa vipindi talk shows ambazo tutaangazia maeneo matatu makubwa. La kwanza ni uraibu, addiction. Watu wengi sana wana uraibu. Inawezekana uraibu wa kazi, uraibu wa ngono, uraibu wa vyakula. Kuna changamoto nyingi sana watu wanakumbana nayo katika uraibu, na wanatumia fedha nyingi kupambana na uraibu bila kupata mwafaka. Lakini pia afya ya akili. Tafiti zinaonyesha katika watu 8, watu 4 wana changamoto ya magonjwa ya afya ya akili, na katika watu 4 mtu mmoja ana ugonjwa unaotokana na changamoto za afya ya akili. Tatizo ni kubwa, na kupitia talk show zetu tutakwenda kukusaidia namna gani unaweza kuondokana nazo changamoto hizo. Lakini pia katika eneo la lishe, watu wengi wanatumia fedha nyingi kwenda India, kwenda katika nchi mbalimbali kufuata matibabu, na hata hapa Tanzania, kwa sababu tu hawajaweza kubalance chakula chao. Kwa hiyo wataalamu wetu watakwenda kukusaidia ili uweze kuondokana na changamoto hizo na uchumi wako uweze kuwa imara. Unahitaji tu kubalance sahani yako. Wasiliana na sisi. Wadhamini kwa ajili ya vipindi hivi mnakaribishwa. Ukiwasiliana na sisi katika namba hizo pamoja na email, tutaweza kukubaliana unaweza ukachangieje au ukatangaza vipi biashara yako pamoja nasi. Vinginevyo tukutane tarehe 30 katika kipindi cha kwanza, Behind the Pain. Langu jina Uncle Moses Mkemwa. Bye.